Kilio kutoka gizani. Episodi ya 4. Mtu kutoka gizani. Karibu tena mpenzi msikilizaji kwenye channel yangu. Jina langu ni Dennis Fraterin, na hapa tunasimulia hadithi za kusisimua, mapenzi yenye siri nzito, udanganyifu na usaliti unaweza kubadilisha maisha ya watu milele. Kama bado hujabonyeza subscribe, tafadhali fanya hivyo sasa. Washa kengele ya notifications na pia like video hii ili uwe wa kwanza kupata simulizi mpya kila tunapopakia. Katika episodi iliyopita, ukweli mzito ulianza kufunguka. Tuligundua kwamba mwanamke aliyekuwa analia ndani ya nyumba ya mzee Omari anaitwa Rehema na ana historia na Daniel. Historia ya mapenzi, maumivu na hata mtoto ambaye Daniel hakuwahi kumwambia Neema. Lakini kabla ukweli wote haujafahamika, kivuli cha mtu mwingine kilionekana kinakaribia kutoka gizani. Na sasa, simulizi linaendelea. Usiku ulikuwa umetulia sana. Upepo wa polepole ulivuma kwenye majani ya miti mikubwa ya kijiji cha Mlimani Mwema. Neema, Daniel na Rehema walikuwa bado wamesimama nje ya nyumba ya mzee Omari. Lakini sasa, macho yao yote yalikuwa yameelekezwa kwenye kivuli kilichokuwa kinakaribia kutoka gizani. Hatua za mtu huyo zilikuwa polepole, lakini zenye uhakika. Kadiri alivyosogea karibu, mwanga wa taa ndogo iliyokuwa nje ya nyumba ya mzee Omari ulianza kuonyesha sura yake. Neema alikunja uso kidogo, kwa sababu mtu huyo alikuwa mwanamme wa makamo, mwenye mwili mkubwa kidogo na uso uliokuwa umechoka kama mtu aliyesafiri kwa muda. Alipofika karibu zaidi, alisimama, halafu akawatazama wote wanne kwa macho makali. Daniel, alisema kwa sauti nzito, hatimaye nimekupata. Daniel alionekana kushtuka sana. Uso wake uligeuka kuwa mweupe. Peter, alisema kwa mshangao. Neema alimtazama mwanamume huyo kwa makini. Alikuwa hajawahi kumwona kabla, lakini ilikuwa wazi kwamba Daniel alimfahamu vizuri. Umemfuata mpaka hapa? Daniel aliuliza kwa sauti ya chini. Peter alicheka kidogo. Kwa sababu ulikuwa unadhani nitakubali kupoteza kila kitu halafu nikunyamazia? Neema alihisi tumbo lake likikazwa kwa wasiwasi, kwa sababu maneno ya Peter yalikuwa yanaashiria tatizo kubwa zaidi. Daniel, Neema alisema polepole. Huyu ni nani? Daniel hakujibu mara moja, lakini Peter ndiye aliyesema, mimi ni mtu ambaye Daniel alifanya kosa kubwa sana kunidanganya. Rehema alisimama kimya upande mmoja. Alikuwa bado dhaifu kidogo, lakini macho yake yalikuwa makini yakimwangalia Peter. Umemfuata hapa kwa nini? Daniel aliuliza kwa hasira kidogo. Peter alisogea hatua moja mbele. Kwa sababu ukweli lazima utoke. Halafu akamwangalia Neema moja kwa moja. Wewe ndiye Neema? Neema alitikisa kichwa polepole. Ndiyo. Peter akavuta pumzi ndefu. Basi ni bora ujue ukweli mapema kabla hujaharibu maisha yako. Daniel alisema kwa sauti kali. Peter, usijaribu. Lakini Peter alimkatisha. Unataka kuendelea kumdanganya pia? Neema alihisi moyo wake kupiga kwa nguvu zaidi. Tangu usiku huu uanze, alikuwa akigundua mambo mengi kuhusu Daniel ambayo hakuwahi kuyajua. Kwanza, Rehema. Sasa, Peter. Ni ukweli gani? Neema alisema kwa sauti polepole. Peter alimtazama Daniel kwanza, kisha akasema, Daniel si mfanyabiashara kama anavyodai. Ukimya mzito ulianguka kati yao. Neema alikunja uso kidogo. Inamaanisha nini? Peter alisema polepole. Miaka 2 iliyopita, Daniel alikuwa mshirika wangu kwenye biashara. Daniel alionekana kukasirika. Usiseme hivyo kama vile nilikuibia. Peter akacheka kwa uchungu. Kwa sababu ndivyo ulivyofanya. Peter aliendelea kueleza. Mimi na Daniel tulikuwa na biashara ya kusafirisha bidhaa kutoka mjini kwenda vijijini. Kwa miezi kadhaa kila kitu kilikuwa kinaenda vizuri. Lakini siku moja, Peter alinyamaza kwa sekunde kadhaa kabla ya kusema, Daniel alichukua pesa zote za biashara
na kupotea. Neema alihisi pumzi yake inakatika. Akamwangalia Daniel. Je, ni kweli? Daniel alinyamaza na ukimya wake ulikuwa jibu. Peter akaendelea. Nilipoteza kila kitu. Biashara yangu, nyumba yangu, hata familia yangu ilianza kuniona kama mtu aliyeshindwa. Neema alihisi huruma kwa Peter, lakini pia alihisi hofu kwa sababu Daniel alikuwa akionekana kuwa mtu ambaye alikuwa na siri nyingi kuliko alivyofikiria. Hatimaye Daniel alisema, "Sio kama unavyosema." Peter alikunja uso. "Basi eleza." Daniel akavuta pumzi ndefu. "Ndiyo, nilichukua pesa." Neema alihisi moyo wake kugonda, lakini Daniel aliendelea, "Lakini nilifanya hivyo kwa sababu tulikuwa karibu kufilisika." Peter alitikisa kichwa kwa hasira. "Huo ni uongo." Daniel alisema, "Nilikimbia kwa sababu nilikuwa natafuta njia ya kuokoa biashara." Lakini hata alipokuwa anasema hivyo, sauti yake haikuwa na uhakika. Neema alihisi kichwa chake kimejaa mawazo. Alikuwa amemjua Daniel kama mwanamume mpole na mwenye upendo, lakini sasa alikuwa akiona upande mwingine wake, upande uliokuwa jaa siri, uongo na maumivu ya watu wengine. Rehema alisema kwa sauti ya chini, "Neema, nilikuambia Daniel si mtu unayemfikiria." Daniel alimwangalia kwa uchungu. "Sikukusudia kuwaumiza." Lakini Peter alisema kwa ukali, "Lakini uliwaumiza." Ukimya ulitanda tena nje ya nyumba ya mzee Omari. Halafu, ghafla, mzee Omari ambaye alikuwa kimya muda wote alisema, "Kuna jambo moja bado hamjalijua." Wote walimgeukia. "Jambo gani?" Neema aliuliza. Mzee Omari akamtazama Daniel kwa macho ya kina, halafu akasema polepole, "Sababu ya kweli iliyomfanya Daniel arudi kijijini hapa siyo Rehema." Neema alishangaa. Basi ni nini? Lakini kabla mzee Omari hajajibu, kitu kilisikika ndani ya nyumba. Sauti ya kitu kizito kikianguka sakafuni. Rehema alishtuka. "Mtoto wangu!" Na bila kusubiri, Rehema alikimbia ndani ya nyumba. Ni nini kilichotokea ndani ya nyumba ya mzee Omari? Je, mtoto wa Rehema yuko hatarini? Na ni siri gani nyingine Daniel anaficha kuhusu rudi kwake kijijini? Usikose episodi ya 5 ya simulizi Kilio kutoka Gizani. Kama umefurahia simulizi hii, bonyeza subscribe, like video na pia andika maoni yako. Mimi ni Dennis Fraterin na nitakuona tena kwenye simulizi inayofuata.